kufungua ile nyumba ambayo tunakaa juu. Sasa unajua sikai kivyangu hapo, sasa tulikuwa tunakaa madhe, wife yangu na mimi. Unaona? Kibro na yeye hapo. Umetandika wote pamoja. Sasa kuingia maana ile harufu ilinipiga pale, ni harufu nyingine inanuka wasi. Ni vibaya, nikashindwa kunaendaje. Ama madhe yangu vile anajisaidiaga nizo vinyesi yani hazijasafishwa ama hajaoshwa. Ai hapana. Nikaenda kwa unajua sasa alikuwa analala tu chini. Nikaenda pale kwa ile matresi yake, nikamshikanisha na ile mato, nikamtoa hapa nje. Kumtoa hapa nje, kuna mama fulani hivi ni shosho kiasi mwenye rika kama yake kidogo, lakini yeye bado ni strong. Nikamwambia madhe, si uniangalizie huyu mama hapa, shida ni gani? Juu sasa huku juu wako sawa. Unaona, lakini shida nasikililia wapi? Huku. Ule madhe yenyewe vile alikuja akamfunua hivi. Alipata madhe ni magunyo zinatoka. Zile vidudu. Unaona zile zinaitwa magunyo, zinaitwa aje? Hizo mamdudu za choo zinatoka. Ai nikashindwa kwa ni madhe yangu ameoza akiwa hai bana. Sasa vile yuko hapo hawezi akajitoa kabisa. Hawezi akajitoa. Tunaona hapa ndiye anajisaidiaga. So akitaka kujisaidia anasonga kwa ishi. Kwa ishi mtu hapa. Eyo, vipi jamaa? Karibu sana ndani ya Mshefa TV ambapo tunakuletea burudani na matukio kadri tu yanapotokea. Mara kwa mara pia huwa tunakuletea story za watu different. Story ambazo sometime huwa zinatushtua na story zingine huwa zinatu-inspire. Au sio? Siku ya leo kama leo niko upande wa Naivasha ambapo nimekuja kutembelea familia moja ambayo inaongozwa na jamaa mmoja yuko hapa, atatuambia jina lake, tutamjua baadaye, ambaye amekuwa akipitia life ingine ngumu sana, life ambayo mimi mwenyewe siwezi nikakuelezea. Wacha yeye mwenyewe atuelezee. Mambo vipi bro? Poa sana. Inakuaje? Safi. So utatuambia jina yako na utuambie udu nini, alafu tuchapie story yako. Mimi kwa majina naitwa Isaya Simon Mwangi. Na nimezaliwa Nairobi, mtaa ya Korokocho hapo hivyo. Na maisha yangu mimi vile nimegrow, nimekuja nikajipata kwamba wazazi wangu ni disability. Na kwanza mother ni disability na mzee alikuwa blind. So katika hiyo life sikukataa, nikajikubali. Kasema ni familia yangu na ni wazazi wangu. So hawakuwa hata na uwezo wa kunipeleka shule mimi. Katika ile kugrow sasa ilibidi mimi nibahatishe shule ya msaada ambayo ilikuwa inajiita Dorcas Aid. Iko hapo hivyo ukiruka mahali panaitwa Karungu. Hapo hivyo ndio inajiita Dorcas Aid. So pale nikasoma pale nikafika class 8 kwa sababu singeweza kuendelea kwa sababu familia inahitaji chakula pia mimi mwenyewe na si kupata mtu wa kunisaidia. So ilibidi mimi nikate mambo ya masomo niwache. Sasa nikaingia mtahani. Nikaanza mambo ya uchokora. Unaona? Naenda naokota ma plastic, hiyo dandora. Bahati mzuri gari ya chombo ikikuja, hii inatoka Embakasi, na dhora hizo chombo, kuna mkate pale, kuna majem, kuna yogurt ambazo zinatoka uwanja wa ndege pale. So hiyo chakula mimi ndio napelekea familia yangu wanakula, at least hiyo siku inakuwa imepita. Nikukate kidogo bro. Umesema ulipata wazazi wako wakiwa na disability. Mzae alikuwa blind. Naye mom akona disability gani? Yeye ni miguu na macho waga haoni vizuri. Na hawezi akatembea. Sasa nikuulize, ni disability ukiulizia walizaliwa nayo ama ni kitu ilikuja baadaye? Wao wakiniambia ni kitu ilikuja baadaye. Cause kama madhe ni accident.
mzae na yeye wakati alikuwa hai juu alishapasi. So akaniambiaga ni ile chicken pox. Wakati huo zilimshika zikaingia kwa macho kabla hawajapata dawa. So zikasababisha macho kupotea. Okay. Nimeelewa. So sasa mimi ndo nikaendelea kuendelea na hiyo maisha ya kuchokora, hiyo mukuru. Na kwa sababu ile maisha ilikuwa ni ngumu kwangu juu nategemewa mimi kwa mama na brother yangu. Ule brother yangu na yeye ilikuwa ni mtu magamu, so hajielewi. Yule mwenye amelala pale. Hajielewi kimaisha. So unaona kwamba ile mzigo kubwa mimi ilikuwa inanikost zaidi. Nashindwa nitafanya nini. So nikaingilia mambo ya kuingia raundi na maboys. Mlikuwa tu watoto wawili? Tulizaliwa 11. Hao wengine wakapasi through wakiwa wadogo. So sisi ndio tulibaki, mimi na huyu ndugu yangu mkubwa, mimi ndio mdogo. So ikakuwa kwamba sasa huyu ndugu yangu yeye hajielewi juu ya kuvuta hii biere ama hii gum. Unaona? Sasa ikakuwa mzigo mkubwa, mimi ndio najaribu kutafutia familia. Nikukate kidogo. Hao watoto wengine ulikuwa unawajua ambao? Hao watoto wengine unaona mimi ndio last born. So hiyo ni kitu nilikuta madhi akaniambia wakati bado alikuwa. Hata ni watu haujui. Ni watu sijui. Sasa akaniambia kwamba nyinyi ni bahati mlibaki juu ni wawili mlibaki, lakini wengine walipasi. Mungu alinibakishia nyinyi wawili. Sasa ile shida iko ni kwamba ndugu yako naye hajielewi, yeye ni mtu magamu na hivi tu yani unaona. So ikakuwa kwamba wenyewe mimi najaribu vile nitafanya lakini inakuwa si bahatishi. Unaona maisha yangu inakuwa ni ngumu. Ikafikia mimi yenyewe nikaanzia kwenda raundi na maboy. Sasa unakuta kwamba usiku ikifika tunabeba visu, tunaingia pale Kariobangi kwa vibanda. Ushaanza crime sasa. Ni kuanza kungojea pale wazee wakitokezea, shika hiye koti yake, mtolee daga, mwambie mzee mimi nataka simu na waleti yako, na kijaribu tu ujinga kidogo mimi napita na wewe. So inabidi mzee wa watu wakupatie. Unaona kama nyenyekea pale, mko mtu 3 ama 4. Unaona anawapatia ile wallet plus do, hata kama ako na phone pia mnachukua, nyinyi mnajipea shughuli. Kaendelea na hiyo life. Vile nimeendelea na hiyo life ikafikia kiwango kwamba yenyewe ni kama nimezoea sasa. Imekuwa ni kama ndani ya mwili. Unaona ama ndani ya damu. Na ikakuwa sasa hiyo ndio ni kama kazi yangu ya kila siku. Unaona? Nikafanya hivyo kila siku paka ikafikia kiwango hiyo jeshi yangu tumeangukia Bunde. Unaona man? Kuangukia Bunde, kakuwa hiyo Bunde sasa tumeanza kudunga mpaka mavilabu. Unaingia kwa mavilabu huko hivyo, mnawadunga, mnachukua hizo madoo, kila mtu simu. Unaona? Haya mavibeti zao, mawaleti zao mnarusha kwa gunia. Mnafika kijani pale, mnazichambua, mnagawana do. Kama kuna biashara inaweza enda kuuzwa, kama ni laptop, unaona, hizo ni biashara saa za kesho. Do mnagawana, kila mtu anajipea shughuli, kesho ndio mnaenda kuivisha biashara. Kukikucha wewe unaingia Kiamaiko pale, chana kajaba kako. Haya, ikifika hiyo magedha ya jioni, sasa hiyo ndio wewe unaingia, unageuka Simba sasa. Unaingia pale maraundi sasa hapo kwenye vibanda. Najua tuko mtu 4. Sasa hii mtu 4 hii ni batalioni mzima. Kafika pale unakuta kwamba kila mtu amebeba kisu yake. Iwe ni panga uko nayo kama ni kisu. Hivyo. Kafikia kiwango beshte yangu mmoja Kamado. Vile alimado ni hivi kulienda. Yeye wakati sisi tumeenda tukafanya hiyo ngori usiku. Tukanyang'anyana. Vile tumenyang'anyana si tukaenda. Yeye asubuhi juu ni kama hakuridhika na ile do juu tulipata pesa kidogo, nikaa tuligawana dao 1 na 500 kwa hiyo siku. Yeye asubuhi akaenda na bunduki fake kwa hiyo daraja ya Dandora. Huyu kijana ile tu ameenda kuhanda mzee wa kwanza, ilikuwa ni saa 12 asubuhi. Kwenda kuhanda huyu mzee, kumbe nyuma palikuwa na sanse. Huyu sanse akampiga ridhi ya kichwa, akammada. Na hapo ndi ikakuwa kwamba beshte yetu wa kwanza hapo hivyo akapotelea hapo, akaondokea na stori zake zikaishia hapo. Sasa mimi nikakaa kidogo, mzee akaanza kuhangaika na bado alikuwa na ugonjwa wa kifua. So nikajaribu nikampeleka hosi. Sasa babangu juu ameshikika. Unaona vile ameshikika hivyo, nikampeleka hosi ya
ile ya Kasarani, ile ya mafadha ile. Pale Nikampeleka hapo hivyo. Mzae akatibiwa akampima kikohozi. Wakampea madawa. Sio vile nimeleta mzae home, mimi nikajua mzae ako poa. Mimi nikaendelea bado kazi yangu na shughuli zangu, at least nione kama watakula, tuendelee kusukuma maisha. Mzae baada ya wiki moja mzee alidedi. Unaona? Saa vile madhi, unajua saa madhi hawezi kutembea. Nilitumaniwa tu, mimi nilikuwa kwa movie nimekaa. Katumaniwa nikaambiwa, ni aje mzae wako madhi huko anapiga tu kelele, anasema mzae asikii poa, hebu enda umwangalie. Kwenda kuangalia nikakuta mzee mate yamemwagika, ile kirutaa imemwagika. Kusikiza heartbeat yenyewe haipigi. Kampeleka hosi ili sasa tuangalizie. Unajua sisi tunaweza sema mtu amededi na kumbe hajadedi. Ni kweli. Kufika pale amezima tu. Kufika pale hosi, daktari akamwekea kale kasamo, kamsikilizia, akasema huyo shaenda kitambo. Sasa ni shughuli ya kumpeleka mocha. Sina hata bob. Unaona? Kazunguka hapo kwa mabeshte nini na nini, nikiwa nimemwekelea juu ya mkoko. Like mzae na midedi. Nikamwekelea hapo kwa mkoko mzee wangu. Nikafikia hapo sasa nikaona yenyewe ni basi, nikapata 1,500. 1,500 nikabonga na huyu mzae, alikuwa na pick up. Ni neighbor tu hiyo area hapo provider. Huyu mzae akakubali akanipelekea juu yeye alikuwa anadai kiste 2 wakati huo. Mimi nikapeleka mwili ya mzae pale hivyo tukamwandikisha. Si mzae akalala mocha sasa pale. Kulala mocha ni kuendelea na shughuli za kuchangisha ndio tumzike. Wapi na wapi mimi sina do. Sikabidi sasa tena tuhangaikie mambo ya sanduku na do za kulipa wapi pale mocha. Hiyo yote shughuli ilibidi nimeenda mpaka kwa masista hapo Kariobangi hapo hivyo Catholic. Hao ndio walinisaidia na almost kitu kama 10k. Aliponipatia 10k, hiyo do ndio nilitumia kwenda kubainayo kaburi ya mzee. Kazika baba yangu, story ya mzee ikaishia hapo. Nikabaki na madhi. Kubaki na madhi yangu, mama naye ndio huyo atembei. Yeye ananitegemea, brother yangu naye ndio huyo ni psycho. Hana mbele wala nyuma. So ni kungangana kulea mama. Katika hiyo maisha sasa mimi kafikia kiwango yenyewe nikaona kwamba hii life yangu mimi yenyewe nifanye nini? Nikakata tamaa kiwango kwamba yenyewe ningeshindwa, nikasema labda nijiue ama nifanye nini, lakini nikasema tu acha nijikaze. Kaendelea nikaishi hivyo. Kafikia kiwango mabeshti wangu karibia wote wakadedi. Unaona? Bado ni maridhe pia. Wakamadwa. Sasa vile walimadwa, yenyewe nikakosa mabeshti, nikasema sasa mimi peke yangu ndio nimebaki. Shughuli nitapigaje? Nikaona heri sasa nirudie tu fomu ya uchokosh. Ile tu ndio iko fiti. Kaendelea na fomu ya uchokosh. Sasa katika hiyo fomu ndio nikakuja nikapatana na dem mmoja ambaye akakuwa nikaa wife yangu sasa. Dem tukakaa na yeye nikiwa tu na hiyo life ya uchokosh. Kulikuwa na kanyumba fulani hapo hivyo kama drum. Nyumba kama drum. Mama mwenye nyumba alikuwa anaitwa Mama Dhuku. Huyo mama yenyewe alikubali kunikombolesha ile nyumba juu ilikuwa ni so 3. So 3 nikatandika mabox na magunia pale. Juu ile nyumba ya madhi anakaa ilikuwa ni ya matope na ni tofauti. So mimi nalala kwangu na huyo mama wa kwangu, naenda nashughulikia madhi kama ni kumuosha na muosha. Juu sasa yeye unaona hawezi kujiosha. So like wewe ndio umuosha? Mimi ndio naosha madhi yangu. So unakuta kwamba hata kama amejisaidia kwa nguo, mimi ndio namuosha. Namwambia tu anajifunga half. Akishajifunga half leso, then mimi namuosha. Namuosha kama amejisaidia kwa nguo, toa vizuri na zipanguza, muosha. Hata mikono zake hazifanyi kazi? Mikono zake iko hivi ni kama so unajua kuna mahali hawezi fika, zimekwama kiasi. So unaona mimi nikimuosha pale, mahali pamebaki sasa namwambia mama, jaribu kufikia mkono kidogo ndio ile makuti ya kuogea, jisugue mama umalizie. Shamaliza hapo namfunga leso vizuri na mpaka mafuta. Namtoa saa mahali nilikuwa namuoshea, namrudisha kwa beda. Naona sasa hiyo nimeshatandika kabedi kake kidogo hapo.
ana relax hapo. So hiyo ndio shughuli mimi nimeishi nikifanya. So huyu wife vile nimekuja nikamchukua, kakaa na yeye, bahati mzuri akanizalia katoi kaboy. Vile alinizalia katoi kaboy, life ya Nairobi ikakuwa ngumu. Juu sasa nimeongezea mzigo na sina chochote. Ikakuwa sasa hapa mimi nitafanya nini man? Sina otherwise. Ilibidi sasa mimi nihepe Nairobi nikuje Naivasha. Unaona? Naivasha nani alikuwa wenyu? Nani alikuwa huko? Naivasha sikuwa na mtu yoyote, hata beshte. Ulipanda tu gari ukasema nimeenda Naivasha? Ni ile tu nilisema yenyewe wacha niende away ndio nione labda huko kunaweza kuwa na mazuri tofauti. Sasa Mukuru umemwacha na nani sasa? Mukuru sasa nilimwacha na huyu ndugu yangu huyu sasa. Nikamwambia wewe fanya hivi. Yenyewe hata kama utakuwa unaenda soko unaokota hizo maembe na mandizi ama mawaru unakuja unachemsha mnamanga na Mukuru. Ikakuwa jamaa na yeye amenielewa. Juu sasa mimi haingekuwa otherwise nikae na pale pamekuwa pagumu na bado unaona mangori ni mingi. Mimi nikaondokea. Nilipoondokea nikakuja Naivasha. Sina mbele wala nyuma, sina msee, sina besti yangu. Sasa nikubangaize hiyo Naivasha town. Nikulala hapo hivyo hapo supermarket nje kabla nishike rada. Yeye mzee nikalala hapo hivyo, kalala asubuhi. Si nikaamkia ni shughuli ya kuokota tu chuma. Chuma kilo moja ilikuwa ni 25 bob. So lazima umake sure umeokota karibia kilo 4 ama 5. Na ujue si wewe peke yako, ni wengi, mahasula ni wengi wanaokota. Nyewe nikaokota nikapata kwamba nimepata kilo 3. Hiyo ni 75. So 75 niende nikatakatiwe mandazi pale na kachai. Enyewe hiyo siku nikuwe nimejua kwamba nimekula niko fiti, na nipitie soko nikule hizo mandizi na tuova hapo hivyo. Zile sasa zimekuwa kama waste kidogo, zimetupwa. Siku yangu imepita hii. Mazee nikaendelea hiyo life hapo Naivasha. Nikajuana na watu 2 watatu ambao ni mabeshte tu, ni mahasola. Juu ya nini? Nikupita kwa mabezi unakuta, unajua boy lazima utagotea wasee. Ndio nikajuana na wasee. Kapitia wapi? Kwa mabezi zao. Sasa wale wasee enyewe bahati mzuri juu ya kubonga na mtu kaniambia, Iman, huku hivi kuna place inaitwa Character. Kuna watu wanategaga samaki na neti. Na unaweza kanja pesa mzuri, unaweza pata pesa mzuri. Ilibidi nijitume mimi. Kajituma nikasema yenyewe huko sasa itabidi mimi niende. Vile nilifika Naivasha hapo sasa mahali panaitwa Character, nikakuta kweli kuna beach ambaye watu wanatega samaki. Sijui kutega samaki, lakini ilibidi niingie kwa ile maji. Kaanza kutega samaki kwa ndoano. Kaanza kutega kwa ndoano. Bahati mzuri enyewe nikatega tu samaki kama twa 200 kwa hiyo siku. Nikaona hii kazi kumbe inaweza. Sasa ikakuwa kwamba ile kazi mimi nimeizoea. Nikaona sasa hapa at least badala ya kuokota chuma hapa ndio acha nipige hii kazi. Kaendelea na ile kazi. Lakini sasa ile kazi kuizoea kidogo nikakuta kwamba pia nako ni kubaya zaidi, kwa sababu mafisheries nao wanakimbiza watu, wakikushika wewe unarushwa ndani na hata unakulishwa samaki mbichi. Inakuwa ni illegal. Wewe ni pocha. Umeingia bila. So inakuwa ni illegal kufish. So kwa sababu wewe unaingia pale, hauna barua, hauna kitu yoyote, na unatega samaki yoyote ile bila ruhusa. So ikakuwa kwamba mimi yenyewe pale napo nimeona ni balaa. Lakini sasa sikuwa na adha, sijui nikaona ile kazi ni rahisi kuliko ile tena nilikuwa na. Sasa ikakuwa ni ile maficho sasa. Ni kuchengana nao. Ukisikia ile boti yao ndio hiyo inakuja, wewe unajificha. Unasepa tu. Unasepa. So mimi nikaendelea hivyo kutega. Nikaona yenyewe so kama napata 200 nakula 100 naweka 100. Unaona? Ikafikia kiwango nikafikisha kama 2,500. 2,500 nikachukua kakeja kama 500 kama tope. Kuchukua kakeja kama 500 kama tope, ilibidi niende Mukuru Nairobi. Unaona? Sasa kumwendea ikabidi sasa nimekuja nao yeye plus na brother yangu. Sasa kuenda hiyo Nairobi plus yule mamaju nilikuwa na yeye, na bahati mzuri alikuwa ameshakubali kukaa na mimi. Kumbe alikuwa ameshapata kaboi. Unaona? Alikuwa ashazalia katoi kaboi. Na yeye katika mishoni zake
akapata nafasi ya kwenda Saudia. Unaona? Sasa kwenda Saudia yule mama, kabla sijachukua mahali nikapata hizo ripoti kwamba ameenda Saudia, Saudi Arabia. Kakuwa sasa mimi singekuwa na shughuli nyingine. Unaona? Mtoi amepeleka kwa shosho yake ambaye ni madhi yake na huyo ambaye alikuwa wifi yangu. Mimi sasa unaona nimebaki mimi na bro yangu na mama ya. Si nikaambia bro yangu, wewe sasa twendeni ndio kukuja Naivasha. Kukuja Naivasha ni kukaa kwa hiyo nyumba sasa ya matope huku chini mahali tulikuwa tunakaa. Kaa hapo, sina safuria, sina nini. Naona ni kuanza kuendelea maisha hapo hivyo. Sasa mimi naenda kutega samaki na waletea samaki. Hizo samaki kuna kamkebe hapo hivyo tunachemsha, tunakula. Hivyo siku inapita. Unapika na mikebe? Napika na mikebe. Like huku umefika dibezi unaweza shika kasufuria? Hapana bro, kwa sababu sasa ucheki ile do nimechukua keja bado niitumia kama fare. Alafu kule si unapata so 2 ama so 3. Unaona? Jue bado jazoe ile utegi maarufu, wewe bado ni mgeni. So ulisema acha niende mkoro wangu wakuja tu struggle na yeye hapa. Ile kidogo napata share na yeye. Sasa hapo maana mimi nikakaa na familia yangu. Kukaa na hii familia yangu hivyo, brother yangu wenyewe akagonjeka kiasi. Bila aligonjeka kabidi ameenda amepimwa. Kapatikana ako na HIV. Sio ikakuwa bro yangu nikaa ame lose hope kabisa. Sio akakuwa yeye ni DDO daily anashuka hivyo chini. Pia yeye akaanza hiyo tu kuokota maplanyo. Tuambie DDO inamaanisha nini? DDO ni daily drunkard. Daily drunkard. So unaona akaanza tu yani mzee jo ni mastim daily sasa unacheki. Bro ya mimi man aka give up kabisa. Sasa mimi nikashindwa aje, nitadua aje, nitafanya aje. Sawa, nikajikaza tu hivyo kimwanaume sasa. Yeye nikaendelea. Bahati mzuri kuna siku naangukia ndo mzuri. Enyewe hiyo siku atakula fiti. Mwishowe nikajipanga nikapata tusafuria, nikabai tusafuria. Kasafuria hapo na tusahani na tubiji, na tuvijiko. Sisi tukaendeleza life. Lakini bro yangu sasa vile alienda akaona kwamba yenyewe hiyo form si form juu amepata yeye ni msik. Yenyewe nikampeleka hosi apatiwe hizo madawa. Sasa vile alipewa hizo madawa si akaendelea sasa kuzitumia na nikimpeaga tu hope nikimwambia juu sasa yeye madhi huku yeye hajiwezi, yeye na yeye ni mgonjwa. So unaona pia huyu nikimuonesha yeye bro sasa hapa mambo itakuwa si poa. Hata kujimada anaweza jimada. Leo mimi nikampea hope nikamwambia ndugu iko fit tu. So unaona tukasukuma hiyo life. Mazee nikaona kwamba yenyewe one day God tu atanibless. Juu yenyewe kama niko hai na wale wasee wengi tulikuwa nao wamepass. Kwa hiyo God tu ako na reason yake kuniweka mimi hai, mimi na familia yangu. Kafikia kiwango sasa mimi yenyewe juu yenyewe mwanadamu ni mwanadamu. Hata kawe ni chizi ama wewe ni chokora au kosagi dem mnaweza pendana na yeye. Si mimi bado sasa nikaona hii life wacha nitafute kadem. Mimi Naivasha. Sasa kingine sasa si unajua ule alisha fly. Ule alienda Saudia. Na so toka alienda Saudia unaona sasa hata kama aliback hawezi come kwangu juu ya mashida. Ya kwanza mimi na shida. Mawenga unaona mimi na shida, nina mkoro hapo hajiwezi, ni disability unacheki. Mimi mwenyewe ndio huyo fukara sina chochote. Unaona saa hawezi come kwangu. So mimi mwenyewe nikaendelea na life yangu. Nikachukua ule dem. Enyewe ule dem tukakaa naye. Uzuri naye hakukataa. Akakuwa ni mtu anakubali kulala chini. Kalala chini hivyo tukisukumaga life. Mimi mwenyewe natoka Ngware naenda naokota maplanyo, hizo machuma na pima. Niko na moral tu mbaya, unaona? Sasa ikakuwa sasa siku zingine naitiwa hadi vibarua za nje. Naambiwa kwamba hapa man kuna kashimo kachoka nafaa kachimbwe. Unachangamka. Naenda nachangamka. Unaona hiyo mikono? Hiyo mikono ni ya kazi man. So unaona ninajituma tu huku na huku. Bahati mzuri yule mama naye akaget ball. Bila aliget ball akanizalia Katoika boy. Kunizalia Katoika boy mimi sasa ikabidi nijitume zaidi. Sasa kujituma lakini mafanikio mimi sipati ndugu. Ilibidi sasa mimi yenyewe niseme wacha niende Kinangofu huku juu nasikiaga wanalima mawaru. Niende nichukue hizo mavibarua za kulima angalau zitafanya nini? Juu unaweza lima bado unapatiwa mawaru kama ni mahindi unaletea
familia. Si nikajituma. Sasa vile mimi nilijituma huko Kinangofu, kapata kweli kibarua ya kuvuna mawaru. Kavuna mawaru, tukavuna mawaru almost 2 weeks. Kwenye hiyo 2 weeks jamaa kanipea do. Vile alinipatia do, mimi nilitumia wife juu sasa wanakaa na maadhi. Unaona huyu wife. Nikatumia wife 2,200 na 500. Mimi nikijuaga aje ananisaidia vile mimi nafanya kuosha maadhi na kumpikia na kumwangalia na kila kitu. Yenyewe mimi nikaendelea kule. Sasa ghafla baada ya siku 2 nilipigiwa na majirani simu. Nikaambiwa aje, oya ni aje, huku maadhi yako ni msiku mbaya. Na nini tena? We kama mtu. Si mimi ilibidi ile shughuli tena nimeiacha ni kukuja. Kukuja kufungua ile nyumba ambayo tunakaa juu sasa unajua sikai kivyangu. Hapo sasa tulikuwa tunakaa maadhi, wife yangu na mimi. Unaona? Kibro na yeye hapo. Umetandika wote pamoja. Sasa kuingia maana ile harufu ilinipiga pale ni harufu nyingine inanuka wasi. Ni vibaya. Nikashindwa kunaendaje. Ama maadhi yangu vile anajisaidiaga nizo vinyesi yani hazijasafishwa ama hajaoshwa. Ai hapana. Nikaenda kwa unajua sasa alikuwa analala tu chini. Nikaenda pale kwa ile matresi yake. Nikamshikanisha na ile mato. Nikamtoa hapa nje. Kumtoa hapa nje kuna mama fulani hivi ni shosho kiasi mwenye rika kama yake kidogo lakini yeye bado ni strong. Nikamwambia maadhi, si uniangalizie huyu mama hapa shida ni gani? Juu sasa huku juu wako sawa. Unaona lakini shida nasikililia wapi? Huku. Ule maadhi yenyewe vile alikuja akamfunua hivi. Alipata maadhi ni magunyo zinatoka. Zile vidudu. Unaona zile zinaitwa magunyo zinaitwa aje? Hizo mamdudu za choo zinatoka. Nikashindwa kwa ni maadhi yangu ameoza akiwa hai bana. Maadhi ni madudu zinatoka. Hivi akaniambia huyu maadhi yako hebu kuja. Kamfunga vizuri. Enyewe kuja kuangalia hapa hivi kwa paja ni kama zile uchafu zilishikanie hapa hivi zikatengeneza kidonda juu ya kulala sana. Hadi zenyewe zinamkula. Sasa zika create nikaha wadudu sasa ndio wakaanza kumkuu. Kumbe wale wadudu kweli walikuwa natoka kwa mwili. Si mimi nichemshe maji saa hiyo nitengeneze kajiko kama 3 pale nikuchemsha maji. Kachemsha maji nikapanguza maadhi nikumkimbiza hosi. Unaona? Kukimbiza hosi kuuliza huyu mwanamke kumbe alikuwa bado kwa hiyo keja. Sasa alitoroka. Unasikia sasa baada ya mimi kukuja akatoroka. Yani like alikuwa naishi na hiyo harufu yote kwa hiyo keja. Alikuwa naishi. Sasa ilikuwa hivi kumbe mimi vile nilitoka yeye na yeye hakukaa. Akatoka akaenda. Ikabaki maadhi sasa hana mtu wa kumsaidia. Ako solo. Ule bro na yeye akiletaga tu zile mavitu analetaga hizo matakataka machakura hizo ni kuleta hapo hivyo maadhi anakula. Unaona sasa huyo maadhi na yeye anasema tu mimi ni mgonjwa sisikii vizuri. Akijaribu kuonesha huyu jamaa naye hawezi angalia. Unaona ni ile aibu juu huwezi angalia mkuru muangalie eti ni aje. Unaona anamtoka tu hivyo. So hiyo siku mimi nimekuja sasa ndio nikakuta kwamba ule wife amehepa ameacha mtoi plus na maadhi. Si unaona sasa mimi nikachukua maadhi ndio nikamuosha. Huyu mtoi wangu alikuwa na miaka 3 saa hiyo. Kwa saa hii sasa amefikisha miaka 5. Unaona? Sasa vile alihepa mimi nikachukua maadhi nikampeleka hosi. Peleka maadhi hosi. Maadhi si ni kuanza kutritiwa pale. Kaanza kutritiwa akaoshewa ile kidonda ikapakwa madawa. Akakaa pale hosi almost ni kama mwezi mzima. Mwezi mzima ile bili ilikuja 30,000. 30,000 sina hata bob, sina kazi. Unajua sasa ile karatasi ya bili vile walinipatia nilianza kuzunguka hiyo tao. Ukichangisha sasa. Nilianza kuzunguka hiyo tao. Nikasema hivi, enyewe wacha nizunguke ile nitapata. Hapo hosi nitaenda kuambia. Wataniele? Man, nikazunguka. Unafikiria ile do ilifika hata ngiri 3? Ilifika ngiri 1,500. Na kule nadaiwa ngiri 30. Unaona? Sio nikapiga hesabu nikakaa chini. Kwanza mimi mwenyewe nimezunguka hiyo mchana mzima, sijakula.
Kule hosi nadaiwa nimpelekee tu matunda at least aone bado namtembelea, asione nimemhe. Unajua kuna ile bado ako na akili pia, anaweza ona kwamba huyu mtoto wangu amenihepa na amegive up na mimi. Nikapiga hiyo hesabu nikaona hapana. Wacha nikule nikaenda nikakatakatiwa, hapana palikuwa ugali mix. Nikaenda nikakula ugali mix. Nikambaia machungwa na mandizi kampelekea. Kamwambia madhe, uko aje? Poa. Yaani kumwangalia hali yake alikuwa ako fiti. Sasa najua amempatia discharge, nikampea hope, nikamwambia mam, utatoka, kuna mahali mimi ninaenda nimeambiliwa pesa. Sasa itabidi nimekuja nimelipa utoke, wewe vumilia tu, hautakaa sana. Madhe akanielewa. Si mimi nikatoka, lakini vile nimetoka machozi najiuliza nitafanya aje? Tapambana aje na hii hali ndio madhi yangu aweze kutoka hosi. Nikatoka. Kakuja hapa hivi nikatulia home. Kuna jamaa fulani ambaye tulikuwa tunapiga naye hizo shughuli za kutega samaki. Akaniambia aje, na sasa juu umezunguka umejaribu umepata hiyo do kidogo, na siuende tu kwa mheshimiwa mheshimiwa wetu MCA. Juu ni mama, labda atakuwa na ile utu. Nikafika. Yenyewe siku hesitate. Nilienda. Naona mtu mwenye shida haogopagi kupita hata kwa miba. Ilibidi nipite. Nikaenda nikamkuta, mheshimiwa, habari ya leo? Mzuri. Mheshimiwa, mimi nakaa hii wodi yako na mimi madhi yangu ni mgonjwa na amepewa discharge na anadaiwa 30 na sina do na sina hata 10. Akaniuliza, wewe hauna familia huku ama mtu yeyote mnaweza mkachanga ile kidogo mtapata na mimi niwaongezee? Nikamwambia, mheshimiwa, mimi ile pesa niko nayo mbele na nyuma ni shilingi 1000 na sina hata, mimi mwenyewe sina hata ya kukula, na bibi ametoroka ameniachia mtoto. Vile aliona mama ameumia na kumbe hakuwa namsaidia, sasa amenitoroka na ameniachia mtoto plus madhi. Mheshimiwa yenyewe pia akashtuka, akaniambia, hivyo ndo kumeenda? Fanya enda alafu kesho nitarekebisha hiyo maneno. Mimi nikadhani labda ni ile porojo tu, unajua saa zingine anaweza kukupatia hope ukute kwamba na hakuna kitu itafanyi. Yenyewe kuenda hosi, kaambiwa madhi yako ashalipiwa kila kitu. Si nikatoa mkuru wangu sasa na hiyo wheelchair nikumleta kwa nyumba. So kumleta kwa nyumba, niko na mtoi, niko na madhi. Hawa watu wote wana need mimi ni watafutie chakula. Unaona? Sasa nikapiganisha akili yangu, bro, nitafanya nini mimi? Ule bro yangu naye at least si unaona ni mwanaume, anaweza toka raundi aende kule hata kama ni tumandizi ama tunini, abahatike huko mbele na napate. Sasa ikakuwa madhi yangu sasa mimi sina mbele wala nyuma, bro. Ni ile kuhangaika sasa. Mtoi wangu haniachi, sina mtu wa kumwachia. Madhi naye sina mtu wa kumwachia. Sasa ni mimi kuhangaika, natoka hapa hivi naenda na bangaiza tuchuma kilo 2-3. Unaona? Nakimbia haraka kama ni mandazi 4 nimepata, napatia madhi yangu mandazi 2, huu mtoto na yeye 1 na mimi 1. Tunakunywa na maji. Unaona? Sasa tukaendelea kusurvive hivi mpaka saa hii vile unaniona hivi. Hii maisha yangu saa hii vile mimi nakaa, mama yangu niko naye hapo. Nafikia kiwango sasa tukikaa siku 2-3 amechafuka zaidi na muosha. Unaona? Na muosha juu sasa unaona yeye haendi choo. Mahali amekaa hapo ndiye anajisaidia. Iwe ni mkojo, iwe ni mavi hapo. Alafu sasa chini yake nimeseti kibesheni. Unaona ile mattress nikaitoboa hapo katikati kiasi. Sasa hapo kuna besheni. Yeye anajisaidia hapo. Mimi asubuhi natoka naenda nazimwaga kwa toilet. Unaona? Haya, mtoi wangu na yeye amefikisha miaka 5. Hajaenda hata shule. Ile angalau kapate knowledge kidogo bado, bro. So hiyo mzigo imenilemea, bro. Ni maisha ngumu kwangu. Yaani uwage nafika kiwango hadi nasema hata nibai sumu tukunywe wote.
So madha yako hapa kijani na mtoi it's painful mazee, painful. So guys, I hope you can unaifeel. Uko na mamako hapo hajiwezi, hawezi jiosha, hawezi enda choo, yote uko na mtoto, uko na brother hapo pia yeye hajiwezi. It's painful. So tunaweza cheki mokoro. Yeah. Tuingie hivyo. Yeah, huku ndio home. Hii ni wheelchair ya mali. Hapa Mungu kanalala na mtoi wangu. So hapa wewe ndo mnalalanga na nalala hapa na mtoi wangu. Hii ni bedi ya bro. Bro wangu hapa analala hapo hivyo sasa. Hao ndio mkuru. Sasa yeye huaga akijisaidia, hii ndio tunatumia. Hapa ndio tumetoboa. Hapo anajisaidia hapo hivyo. Asubuhi mimi naamka na mwoga. Naosha hiyo karai. So mamu ongea. Mama anaongea. So unajihisiaje mama? Unajihisi vipi? Naumwa mama. Naumwa baba. Unaumwa? Ni wapi kuna kuuma? Maungo. Kichwa. Mapaja haya. Kifua. Kuna dawa yoyote mama utumia? Mama. Lakini sasa hana dawa. Sasa vile yuko hapo hawezi akajitoa kabisa. Hawezi akajitoa. Tunaona hapa ndiye anajisaidia. So akitaka kujisaidia nasonga kwa ishi. Kwa ishi mtu hapa. Noma. So kijana wako wako wapi saa hii? Paka tu yuko ameenda kucheza na watoto wenzake huko nje. Noma. So bro, nikuulize, unaweza taka help gani? Mimi bro, hii maisha inakatisha tamaa. Mimi kitu ya maana ningeomba kwa Wakenya wote na wale watakao fikiwa na hii message, waguswe tu na roho, wabadilishe maisha yangu na ifanye.
wabadilishe tu maisha yangu na familia yangu, angalau ikuwe ni tofauti na hii maisha naishi mimi. Ndio tu hii. Sasa baba, mambo? Unaitwa nani? Saimo. Umetoka wapi? Kwa kina Kare. Kwa kina Kare. Mlikuwa mnacheza? Unalalanga wapi? Hapa. Hii ndio kitanda yako? Yenyu na baba? Baba anaitwa nani? Isaya Mwangi. Wow. Na shosha anaitwa nani? Jina yake. Na anko anaitwa nani? Anaitwa baba. Ulikula nini lunch? Ulikula nini? Mchele na mbosho na chai. So bro, hebu kwanza tupatie namba yako na vile msee anaweza kuricha akitaka kuongelesha. Namba yangu ni 07 0 280 1989. Unaweza rudia tena? 07 0 280 1989. Okay. Yo bro, ni aje? Poa sana kaka. Uko fiti? Niko fiti ndugu. Noma ni gani? Mimi homa tu inanisumbua. Mimi mbavu yangu nikitaka kuhema kuna kitu ndani inadunga. Na hiyo si ni pneumonia? Hiyo naona pneumonia ndugu yangu. Sasa ndio nimeona nitulie hapa sababu pale ndani nikilala joto. Naona nikitoka tena nje tena nasikia baridi. Sasa imebidi tu nitulie hapa. Ikifika muda tajaribu kurudi kupumzika ndani. Okay. Ndio. Unaweza tuambia unaitwa nani? Naitwa Andrea. Umekuwa na experience inakaje na mama? Mimi huyu mama kwa kweli tumepitia mambo mengi. Nitaongea kidogo tu kwa sababu kuna kitu kinachoma hapa. Nikiongea sana kinazidi kuchoma. Mimi huyu mama tumepitia shida sana. Huyu mama kwa kweli nimejaribu kuenda hata sokoni kuokota ndizi, kuokota maembe ili huyu mama apate chakula. Na ikafikia kiwango mpaka nikaanza kuokota chuma pia mimi. Chuma nazo zikaanza kuleta shida. Unaamka asubuhi mpaka jioni unapata kilo 2. Sasa kilo 2 itabidi tu ununue tu hizo pesa chochote kile ili huyu mama aje kula. La pili hapa hatuna mtu wa kike wa kumsaidia huyu mama. Inabidi sasa sisi ndio huyu mama tumuoshe, ila itabidi ajifunge tusione sehemu tuliotoka. Sababu ukiona pale ni laana. Sasa kishajifunga tunamuosha huku kwingine kuliko baki anamalizia yeye. Okay. Ndio. Asante sana. Mtazamaji wa Mshefa TV, umeweza kujionea yale ndugu yetu hapa amekuwa akiyapitia pamoja na familia yake. So painful. So uko hapo kuna usaidizi wowote tu, kindly reach. Akona namba ya simu, utarudia tena hiyo namba. 07 0 280 1989. Noma. Mpigie, msemezane. Uko na do yako kiasi hapo, 50 bob, 2,000, 10,000,
50,000 itawasaidia sana. Na hakuna therapy yote Mathe anafaa kuwa akienda? Mathe ya anafaa kuenda, but sasa unaona hatuna venye tunaweza mpeleka, so tunamkalishaga tu hivyo. Sasa nile tu kungoja Mungu sasa, juu kama ya kukula yenyewe hatuna, inakuwa utampeleka therapy na kula unadai do, so inakuwa kwamba hakuna otherwise, nile tu kungojea. So unamuona hata sasa hivi amelala kwa bed, ni shida, ni mgonjwa, yani mtetezi amebaki ni Mungu. So unaweza taka mtu yote ambaye anaweza kuwa na kazi akuitie kazi? Ya kazi ningependa, lakini ila sasa usikue mbali kwa sababu mama anakuhitaji kila siku. Ya sasa hiyo ndio shida. Kwa hiyo ile kitu inaweza kuwa mzuri unless uko na biashara. Ya labda biashara, kwa sababu unaona sitakuwa mbali, nachangamkia ka biashara pale, narudi na muangalia. Ni sasa anytime ni wa kuosha, kuangalia, yani shakuwa nikawa mtoto. Hiyo hao wenyewe mnalipanga how much? Hiyo hao tunalipaga dhao. Oh, dhao. Tunalipaga dhao. So inabidi uchangamke, make sure imelipwa, wamekula. Wewe utamani kufanya biashara gani? Mimi biashara yoyote tu bora nipate capital. Wewe uchagui? Mimi sichagui. Hata kama naweza nikafungua kakibanda ama kahoteli nipikage pia also naweza fanya. Ya biashara bora tu capital nipate kidogo ya kuniwezesha. Ya naweza fanya biashara yoyote. Wadau mazee, tucheze kama sisi. Hebu kwanza tupatie namba tena. Ya ni 07 0280 1989. Wow. Uko hapo, ulianza hii interview na sisi na umeweza kumaliza pamoja na sisi. Mimi nakutambua sana. Unachotakiwa kufanya ni you subscribe for great shows lined up for you. Tupatane kwa hiyo video nyingine. Ciao.